Haya. Kilifi hoye. Kilifi hoye. Vijana hoye. Asante sana, mweze kukaa chini. Amir Similani. Na Mushisimila. Na Boya Marzo. Gomai. Asante sana. Asanteni sana. Kwanza nataka kuanza kusema karibuni sana. Karibuni katika ODM. Wale ambao wamerudi nyumbani. Sasa mimi nina furaha. Tulikuwa mkoa wa Magharibi kuanzia Jumatatu, Jumanne na jana. Na leo singekuja pande hii. Manake kesho kutwa tuko na hafla kubwa kule Kisumu. Ukumbusho ya miaka 30 ya Jaramogi. Lakini kaambiwa na katibu mkuu ya kwamba kuna wageni wanatoka huko Kilifi. Kwa pwani wiki inakuja. Kwa hivyo wale ambao wanataka kurudi tutawapokea nyumbani. Nikaambiwa ati gavana na naibu wa gavana na senator na Amina wamepiga simu akasema hii ni samaki kubwa sana ambaye hataki ipokelewa. Yes, tit for tat is a fair game. Naonanga ukiwekwa kwa hizi groups za WhatsApp, especially with funerals, lazima nije niwe na nyinyi hapa siku ya leo. Tunasema karibuni sana sana. Katika Biblia kuna ile hadithi ya mwana mpotevu ambaye alirudi nyumbani. Hiyo Biblia, hiyo hadithi mnajua sana. Sitaki kurudia. Sisi tunafurahi vile mmerudi hapa. Sasa mimi labda najua kiini cha pa kuliko nyinyi. Manake kwanza tulikuwa na Kingi. Kingi ni mtoto yangu ya kisiasa. Mimi nilimtoa yeye, aliletwa kwangu akiwa alikuwa wakili kule Mombasa, mdogo sana. Ndugu yangu mmoja akamleta yeye hapo kwa ofisi yangu. Akaniambia mimi huyu jamaa anataka kujaribu. Mimi nikamchukua, nikamlea mpaka nikaenda naye kule Magarini. Kwa sababu nilikuwa naambia hao jamaa vile mimi najua Magarini. Nimetembea naye pembe zote za Magarini hapo. Nikimfanyia yeye kampeni ile mara ya kwanza. Alipokuja kwa bunge, mimi mwenyewe kwanza nikaweka yeye kama waziri wa mambo ya Afrika Mashariki. Baadaye nikaleta hiyo kama mambo ya uvuvi. Akafanya hayo yote. Kisha wakati ya katiba mpya ilipokuja hii ya ugatuzi, akaniambia nataka kujaribu mambo ya ugavana. Nikamwambia sawa, tutakuunga mkono. Nimekuja sasa kutoka Magarini nikaleta yeye Kilifi mzima. Mfanya naye kampeni, watu hawakuwa hawamjua yeye kule Kaloleni, kule upande ya Ganze, upande ile hata Malindi na nini hakujulikana. Bila nikatembea naye kila mahali. Mpaka baadaye akachaguliwa kama gavana. Tena akachaguliwa gavana mara ya pili. Sasa hiyo kipindi ilipokwisha akaleta maneno ati anaona sasa kuuza ODM sasa pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya pwani. Ile pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine. Wakati rasilimali inagawanywa, wanakuwa na sauti ya kipwani. Tukamwambia
kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Lakini hii kama inakuwa ni kila jimbo ni chama chao, ipi itakuwa ni ya kitaifa? Maana yake tayari hakuna county inaitwa Pwani. Tumekuwa na serikali ya ugatuzi na sasa tuko na counties. Na rasilimali inagawa kule juu kulingana na uzito wa counties. Sasa kama watu wa Pwani wataendaje kwenda ati wanakwenda kuzungumza kama watu wa Pwani? Sasa wengine watasema sisi ndio watu wa Nyanza tunataka kuwa na chama chetu. Sisi ni watu wa magharibi, ni watu wa mlima na kadhalika. Hiyo ni kutenganisha nchi. Lakini maneno si maneno ambayo imeanza jana. Tumejua kwamba hii ilitoka zamani sana. Kwanza Pwani wakati wa ukoloni ilikuwa imegawanywa. Kulikuwa na ile kanda ya Pwani ile ambayo inaitwa maili 10 kutoka kule Lungalunga huko mpaka Kiunga. Ilikuwa inaitwa ilikuwa ni majimbo. Ilikuwa inaitwa the protectorate. Manake ukiangalia ile map ya zamani ilikuwa na colony and protectorate of Kenya. Hiyo jimbo hiyo. Sasa wakati wa mazungumzo ya uhuru kule Lancaster House kulitokea delegation ambayo mingi yao walikuwa ni Waarabu. Walienda kule wakapeleka petition ati wanataka Pwani hiyo jimbo iwe part of Sultanate ya Unguja, Zanzibar. Ya delegation haya ikiyasoma katika ile rekodi ya negotiation ya Lancaster House utaona majina ya wale delegation. Hapo ndio marehemu Ronald Ngala alitoka na akasema ati Pwani ni Kenya na hakuna hata nchi moja ya Pwani ambayo itaenda mahali pengine, utabaki ndani ya Kenya. Hapo vile KANU vile kapitisha resolution namna hiyo. Kukawa na mvurutano, lakini wakasema kama wanataka referendum ifanywe, Pwani itabaki Kenya. Ili kitu likuwa nasema ongea juu yake ni mambo ya ugavi ya rasilimali. Ndio wakaleta mambo ya majimbo. Tunataka serikali ya majimbo. Ati kila jimbo iwe na serikali yake, lakini tuwe na serikali ya kitaifa. Mazungumzo ya Lancaster ilisenta kwa hiyo, na baadaye ikaamuliwa kwamba tutakuwa na jimbo 7. Pwani ikawa ni jimbo moja. Lakini hiyo serikali ya majimbo ilikaja kavunjiliwa miaka 2 baada ya uhuru. Na ukaleta sasa hii mambo ya mkoa ya centralized system. Baadaye tukapigania mambo ya tena ya ugatuzi. Wanawake tukasema ile mambo ya majimbo walikuwa wanataka akilikuwa kuwa na ubaya. Kitu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye msingi ya kikabila. Sasa tukasema tuwe na regions. Kule Bomas of Kenya tukapendekeza regions 14. Lakini wale jamaa walikuwa hawataki kusikia mambo ya ugatuzi. Walikuwa hawataki kabisa. Sasa baada ya sisi kupitisha hiyo kule Bomas of Kenya, wakaweka tena jopo kazi ingine ambayo ilienda Kilifi. Iliongozwa na marehemu Charles Nyachai. Simon Nyachai. Kule ndio wakaja na wakatoa ile kitu inaitwa the Kilifi draft, ambaye ilikuwa imebadilisha kabisa sura ya ile
ni draft kutoka naye kule Bomas wa Kenya. Ilipopingwa wakawaleta wengine kwa mkuu wa sheria wako tena akaja na ile draft yake. Sisi tukasema it is either it is Bomas draft or nothing else. Wale wakasema ili sasa wako draft. Ndio sasa tukaenda pale, ndio katokea chungwa na ndizi. Sasa chungwa ilikuwa ni Kilifi na wako draft, na yani ndizi na chungwa ni kusema tunapinga. Hapo ndio tuliketi pale, mmesikia Teddy akamwambia nyinyi hapo Kilifi, na tukasema tutakwenda kupinga na sisi kwa sababu tunaunga mkono chungwa ambayo ilikuwa ni la. Na baadaye tukasema sasa hii chungwa iwe ni movement, ndio ikaitwa Orange Democratic Movement. Yani hii ilikuwa ni kupinga katiba bandia ambayo ilikuwa imetoka kule Kilifi ikabadilishwa tena na bwana wako. Hiyo ni ODM. Yani sasa ODM ni kusema sisi tunataka ugatuzi, lakini ugatuzi wa kweli, sio ugatuzi ya kibandia. Sasa ile draft yao iliangushwa. Baadaye kukawa na ile utata baada ya uchaguzi wa 2007-2008. Tukarudi kwa ile Kofi Annan mazungumzo. Kwa ile Kofi Annan tukawa na mazungumzo, na baadaye sasa wakaenda kule Naivasha. Niyo Naivasha wakabadilisha, wakasema hizi kama tutakuwa na hii mambo ya ugatuzi ziwe ndogo sana na ziwe mingi, ili wanaweza kuwa control kutoka juu. Ndio sababu wakabadilisha, badala ya regions 14 zikawekwa 47. Lakini katika ile Kilifi ile Bomas draft, Pwani ilikuwa liko moja, one region. North Eastern, kaskazini mashariki, ilikuwa ni region moja. Zote ziko region 14. Hiyo nini bado ni, kwa hivyo hii mambo yetu ya constitution making is still work in progress. Still work in progress. Wakati mwingine tutaanzisha mazungumzo, tuone vile tunaweza kuleta marekebisho kwa hii mambo ya ugatuzi katika taifa letu. Lakini kwa wakati huu tutaendelea mbele na yale ambayo tuko nayo wakati huu sasa. Sasa tuko hapa na Kilifi County, na tuko na Mombasa County, na Tana River, na Lamu, na Taita Taveta, Kwale na Mombasa. Hayo ndio ni Pwani. Sisi sawa. Kwa hivyo nasema wale ambao wamerudi, karibuni sana katika chama chetu cha ODM. Tumesema najua wale ambao walikuwa wanaongea walikuwa nasema wanataka kurudi kuenda kwa serikali. Sasa Bwana Kingi tulikuwa naye pamoja katika hii azimio wakati ile. Alipounda akaja akaongea na sisi akasema sasa nataka ingie katika muungano wa azimio. Tukakubaliana na yeye. Tulikuwa tunazungumza na yeye na Bwana Joho. Tumeketi naye kwa nyumba ya Bwana Joho hapa kwa karibu masaa 5. Tukakubaliana na yeye, basi wewe enda unda hiyo yako, lakini ukikubali kuja kwa azimio sawa. Joho akamwambia yeye, mimi siendi na wewe, enda peke yako. Akaunda hiyo baadaye akaja akasema iko ndani ya azimio.
na kafanya kampeni kama Azimio. Alikuwa naongea na yule jamidari Mathethe, ndio alikuwa injini ambaye alikuwa anaendesha hiyo mambo. Sasa lakini baada ya uchaguzi namna hii pap anasema sasa yeye ameruka, ameingia Kenya Kwanza. Vile walifanya na ile chama inaitwa ODM. Maana yake baada ya uchaguzi kama hawakuwa na hiyo malaya ya kutoka na kwenda pande lingine, Azimio ndio ilikuwa na viti mingi zaidi, 165. Kenya kisha ilikuwa na viti 152. Lakini baada ya hata jamaa hajaapishwa tayari wengine wamesha toa talaka, anataka kwenda pande ile. Lakini hiyo talaka yake haikuingia, hakusema mara 3. Mimi naona wale wengine sasa wamesema wanarudi. Ile ndoa haikuitika. Ndoa ile haikuitika. Sio? Sasa ile jamaa amerudi mpaka kule peke yake. Na mimi na furaha sana kama mmekuja na hata kifunguo mmeleta. Na kwamba ile nyumba mmefunga kabisa. Hakuna mahali kingi itaingia. Akipiga hodi hapana. Sasa akibaki pale abaki peke yake. Sivyo? Karibuni sana. Mmekaribisha nyumbani kabisa na hiyo nyumba ambayo imerudi. Sasa hiyo nyumba tutafanya ile kitu ambayo inaitwa tutafanya ile sherehe ya kuisafisha sawa. Safisha sawa. Okay. Kwa bwana Kingi sasa tumemwambia akibaki abaki peke yake. Chabaki peke yake. Hii ni tofauti sana na kama wale ambao viongozi wamechaguliwa wanaamua kuruka kwenda ngambo ile nyingine. Hawa ni watu ambao hata hawana viti yoyote, lakini wanaamua kisera tunataka kurudi kuungana na ODM. Hii ni tofauti na wale wabunge ambao wanaruka, wanafanya mambo ya usharati, wanaangalia katika nyumba ile nyingine. Wale tumesema warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya tena kwa chama chao hiyo ya UDA. Tulioni sawa? Tumeelewana vizuri? Kwa mimi nataka kusema karibuni sana katika chungwa. ODM. 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 Asante sana. Tunaweza kupiga picha. Baba, kwa heshima yako tumeandaa viti hapa nje, tutaketi wengine alafu wengine tusimame ili sote tuonekane kwenye picha ambayo tunapiga kwa kipamoja. Asante sana. Thank you very much. Asante sana.